Wakenya wanauliza ipo haja gani ya kuwa tunaenda uchaguzi? Tunatumia zaidi ya bilioni 40 kuandaa na kufanya uchaguzi. Halafu namba 2 anaingia kwa serikali kwa njia ya mkato. Kwa kutumia vita. Kuna haja ya kutumia hizi bilioni. Si hizi bilioni 40 tungezitumia kujenga barabara. Ama bujuazi wale unawaita wanaketi mnagawanya taifa. Umesema ile ningesema. I have nothing useful. I have nothing useful to add. Hiyo umesema ningesema hiyo. Hakuna haja. Kwa hivyo para wanakuona kwa sasa. Wajua hakuna handshake. Hakuna my friend. Unajua saa zingine hata nilikuwa na wabunge mkutano ya wabunge this afternoon hapa. Nikawaambia hata nao wananipiga na bei ya chini. Kwa sababu sasa mimi kweli naweza kwenda ati kuketi mahali ati ile kazi wa Kenya waliamkia asubuhi. Wakapiga foleni muda mrefu wakipanga laini kupiga kura. Ati hiyo kazi yote iende kwa chini ya mtaro, ati tumeenda kuketi chini ya miti na mtu, ati tunaongea kitu gani? You know? Si tungeambia basi Wakenya hakuna haja ya kupiga kura, wacheni tutakuwa tunaongea hapa, you know, tunafanya sijui nini. That will not happen. Kwa hivyo utawaambia wajiandae uchaguzi wa 2027. Tukutane. Utawangoja hapo. Ndawangoja kwa debe. Na hakuna shida. Ni kushindana tu. Hakuna wadui. Hakuna wadui. Ile maneno tutaongea pale. I am ready. Nimekwambia Waihura, hata watu wa upinzani sijui hata they are not even strategic. Kwa sababu nimewaambia. Naam. Kwa sababu pale tulikuwa tunatengeneza katiba, kuna mahali ambayo watu kutengeneza vizuri. Kwa sababu tunataka huyu kiongozi wa upinzani. Nimewaambia mimi niko tayari kusupport kiongozi wa upinzani awe na ofisi. Na hiyo ofisi iwe ni ofisi ya serikali ya Kenya, yani the opposition party, ilipwe na wa Kenya. Kazi yake funded by the state. Kazi yake ni kukosoa serikali. Oversight. Oversight. You know? Ili kwa sababu oversight sio wadui, oversight ni kusaidia serikali ndio iweze kufanya ile kazi ilichaguliwa. Wao wanatukumbusha, mlisema mtapunguza gharama ya hii, mbona haijapungua? Tunarudi tunasema kweli tulisema tunafanya ukarabati, tunafanya. Ndio sababu Waihura, ndio ujue mimi naamini kwa mambo ya oversight. Ndio kwa sababu mawaziri wangu leo tumebadilisha standing orders, na mimi ndio nimesababisha. Ili waweze kwenda bunge wajibu maswali ya wabunge, ili kama kuna waziri amezembea bunge inyoroshe, aende pale aulize na wabunge, wapi barabara, wapi maji, wewe mtu ya stima, wewe mtu ya investment, wapi ile mlisema mtajenga bridge, waende wapi? Waende bunge, so that wale wametumwa na Wakenya kuwakilisha bungeni wapate nafasi ya moja kwa moja na mawaziri wa serikali, waweze kujibu maswali ya wakilishi wa wananchi kutoka kwa serikali ambayo wamechagua. So it is part of improving the governance of our country by making sure that we give meaning to oversight. Our ministers now go to parliament so that they have a direct interaction with the people's representative. They answer questions in parliament. I do not want to insulate my cabinet secretaries from being held to account. And it's the same thing I'm saying, that even to support the office of the leader of opposition as part of improving the governance of our country, as part of making sure that Kenyans can hold their government to account using the opposition, I am in great support. You know? Sasa mimi niko tayari kusupport hiyo watu ya upinzani. Wako na ofisi ya kukabiliana na mimi. Hawataki hiyo, wameenda kufanya maandamano. Na rais umesema kwamba mawaziri waajibike katika bunge. Lakini
ile siku mlikuwa mnatia performance contract, ulikuwa umeonekana unaghadhabika, sijui nini kilikuwa kimefanyika, na ukasema ya kwamba kuna wengine hawaelewi kazi yao. Sasa kama kuna wengine hawaelewi kazi yao, hawana uwezo, ajibikaje kwa mbele ya wabunge? Sasa hiyo unajua, mimi siwezi nikapatia mtu kazi alafu nimfanyie hiyo kazi. By the way, ajitetee. Lazima kila mtu ajitetee, na kila mtu atabeba mzigo yake. Hata Biblia inasema. So umesikia ile wimbo inasema kila mtu hata mzigo wake, si ndio? So pale katika performance contract ni part of accountability, you know, because we must be accountable both to the people and to the government, to the appointing authority, to the appointing authority. Because mimi nimepatiwa kazi na Wakenya. Mawaziri ni watu ambao nimewachukua tusaidiane na wao kutekeleza ile wajibu Wakenya wamenipatia, si ndio? Yes. Na kila mtu lazima aelewe kazi yake. Mimi nataka nikueleze Bwana Waihura and Mr. Njenga ya kwamba nimekuwa na wakati mzuri sana na mawaziri wangu. Tunashirikiana, tunafanya mikutano na wao katika hali ya kuhakikisha ya kwamba wanafaulu. The reason why I am very particular, niliona hata gazeti leo anasema huyu mtu ni micromanager, ana micromanage sijui nini. Wengine wanasema hapana, huyu mtu ako hands-on, sijui which is which. Lakini ya ukweli ni kwamba PS ama waziri akianguka, mimi nimeanguka. Nimeanguka pamoja. Yes, kwa sababu ile kazi anafanya ni ile nilipatiwa na wananchi. So I have an interest in making sure that every minister succeeds. I have an interest in making sure that every permanent secretary succeeds, because their success is my success. My success is the success of Kenya. You know? Sasa mtu ananiuliza, why are you so concerned about what ministers are doing? Ulisema that they've been taking it as a ritual. Yeah. No, nilisema hii performance contract is not a ritual. Unajua watu wanazoea kitu, inakuja tu na sign hapo karatasi, anapotea, hajui nini hata amesign na hata hana mpango ya kuitekeleza. So nilikuwa nawaambia jameni, mambo ni tofauti. Hii kitu tumesign si makaratasi. Na hata ndio nilikuwa nawaambia wabunge wetu na hata ndugu zetu ambao tunaendesha serikali na wao, hii manifesto ambayo tuliuzia raia si gazeti ati ni ya kusoma leo alafu kesho unatumia kufunga nyama. Hapana, manifesto ni mpango ambayo tuliuzia raia, and we will be held to account in 5 years. Hii manifesto yenu mlisema hii, wapi barabara, wapi maji, wapi mpango hii, wapi mpango ile. Kwa mfano niliwaambia Wakenya hii CRB ambayo watu milioni 7